akusumba nihaneye nakakolo kubushishi na kavyumva muto kasisiko ukutwikumpene kuva kulu muleso Mwenye mkuu, mbona umeshtuka na kugeuka? Naomba turudi nyumbani. Tunawezaje kurudi nyumbani wakati tulichokifuata tujakipata? Wacha koro kutanta mantetele. Ni kweli tunachokifuata hatujakipata, lakini hata hicho tunachokifuata tayari kimesha kuwa katika mikono ya mtu, na baada ya kukipata hicho tunachokifuata kimemponyoka. Sasa sifahamu kama bado kipo mikononi mwake ama kimerudi kwenye misimu. Kwa hiyo ninachokuomba turudi nyumbani tukaangalie kwenye Chiroro. Sawa mkuu. Halo? Umeshamaliza kuchimba hilo kaburi? Bado sijamaliza, ila ndo namalizia mwana wa ndani. Sawa, njoo nyumbani sasa hivi na uache kila kitu hapo. Sawa, ila mkuu, sina mtu wa kumwachia hapa. Nasema hivi, wewe njoo. Hakuna kiumbe yoyote ambaye anaweza kaleta ufara mbele ya Kasisiko. Sawa. Halima, hakuna siku ulionichosha kama leo. Unastahili kupewa sifa zote
wewe ni fundi sana, na sio fundi tu, wewe ni genius. Bushingo mpenzi wangu, ndio maana nilikwambia penzi langu ni kama kitabu cha Shabani Robert kilichoandikwa mapenzi bora. Kwa hiyo usijali, uko sehemu salama. Kweli unaniahidi niko sehemu salama? Yeah. Unamuelewa? Ndio namuelewa. Na si unajua tabia zake hapa mtaani? Basi acha mimi niende zangu. Niwahi nyumbani. Bye. Kitufe, na kuona tunamwagilia mbolea, wala huna hata wasiwasi mwenyewe. Mr. Kibendo, na mimi nakuona sana tu mchimba makaburi maarufu mtaani. Yaani wewe maarufu kwa kuchimba makaburi. Mbona mimi sikufuatilia? Acha kujisanganyesha basi, fanya mambo yako bwana. Unajua wewe siku hizi una majibu ya kashfa sana, na hapo ndo haujalewa. Ukilewa ndo kabisa. Kibendo, mbona unapenda kufuatilia watu? Kasi zako mtaani hapa watu wanasema kila siku wanazungumzia wewe tu. Yaani ni kwa maarufu kasi yako kuchimba makaburi mbona sasa tukuzungumzie? Mimi kukajua tu nkojo hapo wewe ikutoke Emmanuel. Fanya mambo yako. Afu ense. Usijione tunalingana fimu wewe eti wewe mfupi na mimi mfupi. Wewe ense. Wasungu wanasema eji go, fanya mambo yako. Sijui mnaelewa? Fanya mambo yako. Itanganye hivyo hivyo. Huyu anajiamini nini hasa? Dawa yake iko. Halima. Abe. Hebu njoo hapa. Mbona umechafuka hivi? Hebu chukua maji na ukaoge. Mbona mimi sijachafuka? Na nipo kawaida tu. Nimesema kachukue maji na uende ukaoge kabla magharibi haijakukuta ukiwa hivyo. Wewe unifuata mpaka shambani. Kuna nini kwani? Kitufe, kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu. Kile ulichokiona nyumbani kwangu
naomba unitunzie siri. Bushingo, toka jana niko busy na mambo yangu. Sitaki makelele na mtu. Na ndio maana leo nimekuja sambani huku kufanya kazi zangu, nitulie, nitungamane. Mimi nimeona nini? Mtani, umepita pale nyumbani ukanikuta nimekumbatiana na Halima. Tafadhali, kile ulichokiona pale naomba usimwambie mtu yoyote. Kibindo, hichi kipimo na mwili wa marehemu vipo tofauti. Una maana gani? Wakati nimeenda kununua mimi mwenyewe. Kibindo, hapa kuna mchezo unachezwa. Na wanaocheza huu mchezo mimi nawafahamu. Nikuhakikishie tu, dawa yao ipo jikoni na ikoroga. Muda sio mrefu nitawanywesha. Sasa hapo kwa Halima, ungenyosha kama lula hivi, tusingefika huko. Ungesema tu nimekuona na demu pale, Msela wangu. Nikwambie kitu. Sasa hivi kijijini hapa pameharibika. Unavotembea na wake za watu wale, unatumia akili kweli? Sababu pale ni mchana. Wala uone aibu mpaka unakumbatiana namna hii. Unategemea nini? Unaniambia mimi nifiche siri gani? Wakati watu pale ndiko mchana jua kwa upengwe. Kwa ndo mimi unaniona mimi ndo kila kitu ndani hapa. Kwamba mimi ndo nabeba vitu vya watu wote, yani kwamba mimi ndo mbea. Kushinda wote ndani hapa. Sasa sikiliza, Sela wangu. Ukiona pana usia, penyesa lupia. Sasa tunafanyaje kukabiliana na hili tatizo kiongozi? Kinachotakiwa ni kumpata mtu anayeendana na kipimo cha marehemu tu. Mbona hii kazi inakuwa ngumu sana kiongozi? Huyo mtu yupo, na akipatikana kazi yetu inakuwa rahisi sana. Huyo mtu ni nani? Mdogo wako Bushingo. Sawa, mimi nimekuelewa. Kwa sababu shanichemshia maji na mimi ni kuku, nimekubali uninyoe manyoya. Shika hii hapa. Umeridhika sasa? Sikuwa na amani tu. Yani leo motoisa ntimo, moyo. Yani nilikuwa na wasa kweli. Na losito. Yani sijanywa pombe toka jana. Toma niko nyonge, nimetungamana. Sela wangu. Sasa hapa, mimi ndo nafanya wanasema kufunga domo. Yani nafunga ti, usiki sehemu ya yote. Yani kolomelo ili linitoboka ila leo nitalisibu kwa 3,000. No leo Sela wangu, kuwa na amani. Kuwa na amani kabisa. Utasikia sehemu ya yote. Vitu kama hivi. Sema sasa na wewe ufanye siri. Hata usiku wa manane unakuwa kama wachawi wale wanafanya vitu kwa siri wasiwaone. Na wewe ndio ufanye hivyo kwa sababu wewe tabia hiyo utaacha. Ndavokujua wewe. Wewe kukunoga vitu utaacha. Fanya siri. Sawa? Sawa. Basi, kuja mimi nikamuite. Wewe baki na mimi hapa. Nitamtuma Halima aende akamwite. Halima, naomba ujiandae ukamwite Bushingo. Ila tafadhali usipake mafuta ya aina yoyote ile. Nadhani umenielewa. Sawa, nimekuelewa. Kaka, hili jambo sio la kutumia nguvu tena. Tunahitajika tukubaliane na kila anachokisema. Kukubali unyonge kwa mnyonge, huu ni unyonge uliopitiliza. Yaani mimi siwezi nikakubali ngumi napigwa mikonde, alafu mkononi mwangu mimi ninapanga. Huu ni utaratibu wa wapi? Hii imekaaje? Yaani msiba ufanyike hapa, alafu Sanda kaishone nyumbani kwake. Yeye kama nani? Sawa kaka. Si unamjua ndugu yako kwa kuendekeza ushirikina hapa mtaani? Sio kwangu mimi. Yaani mtaendelea kumsujudia nyinyi kama nyinyi, lakini sio kwangu mimi. Na hiyo Sanda anayoishona hiyo, atamtafuta mtu wa kumvesha. Ila sio kwenye familia yangu.